la yakhda'annaka ash-shaytan. Hii ndio mukaddima aliyoweka au maudhu ya neno analotaka kulizungumza. Asema asikudanganye shetani. Shetani ni muongo sana, ni mjanja sana, ana mbinu nyingi sana, na ndio katika aya za Qur'ani tumetahadharishwa, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hakika shetani kwenu ni adui, basi na nyinyi tangazeni vita naye awe adui yenu. Sisi kinyume chake tunamkumbatia. Ndio yale tulosema kwamba mitihani ya Mwenyezi Mungu iko wazi wazi, anazungumza masala na majibu yake na bado tunafeli. Sasa huyu shetani sehemu nyingi za Qur'ani ametajwa kwamba hata baba yetu Adam yeye ndo alomfitinisha, kamgombanisha, kamtelezesha, kamtoa peponi, kafanya mengi. Yote yamo katika Qur'an. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, kaeni wewe na mkeo peponi. Yote haya yanazungumzwa, kuleni kila kitu isipokuwa mti huu, msile mtapotea, mtamkosea Mola wenu. Yote tunayaona tena yanarudiwa suratul Baqara, suratul Taha, kila pahali. Qulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, huyu ni adui yako Adam na mkeo, asiwatoeni peponi, mtapata tabu. Yote hayo Mwenyezi Mungu anatueleza ubaya wa shetani. Kwa hiyo daktari anasema la yakhda'annaka ash-shaytan, asikuhadae shetani, jitahidi usidanganywe na shetani. Kisha anazungumza anasema la yakhda'annaka ash-shaytanu fi wara'ik, usihadaiwe na shetani katika uchamungu wako. Ndani ya uchamungu shetani anakuandama, maana shetani alivyofundi ndani ya uchamungu anakuandama. Usione tu kwamba shetani yuko pahala pachafu pabaya, hata msikitini anafika, sehemu zozote za wachamungu wanaingia, anawaandama. Tena wale ambao washawapoteza wala hana kazi nao sana, wale ambao wanajifanya wao ni wababe kwake, hao ndio shetani anawaandama kweli kweli. Basi nasema la yakhda'annaka ash-shaytanu fi wara'ik, hata katika ibada zako, uchamungu wako, unyenyekevu wako, asije akakuadaa shaitani. Qad yuzhiduka, huyo shetani huenda mara nyingine akakufanya mcha Mungu kweli kweli, mwenye kuipa mgongo dunia. Fi tafihi al-amri wa haqirihi, lakini zuhudia na ucha Mungu huyo katika jambo puuzi ambalo halina maana yoyote, akakufanya mcha Mungu kweli kweli. Amrin tafih wa haqir, jambo lenyewe lilikufanya ulipe mgongo, usishughulike nalo, eti likakupa picha kwamba wewe ni mcha Mungu kweli kweli. Angalia, kwa sababu umefanya moja mbili tatu, lenyewe wala halina thamani yoyote hilo jambo, lakini ukajiona bonge la mcha Mungu kwa kuacha kitu hicho. Wa yutmi'uka fi amrin adhimin khatir, hapo hapo amekufanya uwe mcha Mungu kwa jambo lisilokuwa na thamani, lakini akakutia tamaa, ukawa macho na roho imekutoka juu ya jambo kubwa ambalo ni hatari sana, na huko ndiko atakakupeleka. Lakini ukajiona bingwa kwa kuacha kitu kisichokuwa na thamani, wewe mwenyewe hujui, lakini ukaja ukatiwa tamaa na Ibilisi katika jambo kubwa ambalo ukilifanya utakwenda pahala babaya kweli kweli. Na mfano huo tunazungumza sana, na napiga mfano mara nyingi, nasema tukienda Maka, kila mtu wa mcha Mungu kule, mpaka anaambiwa kuna mahdhuratul ihram. Nini shekhi mahdhuratul ihram? Sasa vitu vitakavyoharibu hija yako, au utabidi utoe nini kafara, au utoe damu, ufanyeje? Kipi shekhi? Sema usije ukafunika kichwa.
usije ukaua kilichokuwa katika ardhi hii takatifu ya Maka. Ukamwona mtu ameweka tu begi lake juu ya kichwa, toba ya Rabbi, nimeshaharibu hija yangu yote. Anakuja anasikia, shehe nifanyeje? Mwingine anaua mbu, toba, nimeambiwa nisiue. Angalia ucha Mungu, nimeshatoa damu, maskini mbu. Anarudi, shehe nifanyeje? Huyo alikuwa na wasiwasi, ibada yake imeharibika kwa kuua mbu. Akirudi nyumbani anaua mtu wala hana habari. Mtu asala mchinja, wala haulizi kama dini yake iko sawa au haipo. Lakini kule ilikuwa mcha Mungu mkubwa, mpaka damu ya mbu anaihurumia. Anaona asije akaharibu hija yake. Kuna watu ndani ya somo huwa wanauliza, shekhe, kumeza mate mtu si amefungua? Usishangae ukaona mtu kutwa hajameza mate, anaogopa saumu yake isije ikaharibika. Lakini akitoka katika saumu atafanya mambo yenye kuharibu Uislamu wake, sio saumu, Uislamu mzima. Lakini wala haulizi wala hajali. Shetani anakufuata, anakufanya kweli wewe, angalia mcha Mungu wewe kwa kweli, mpaka mate huwezi kumeza katika saumu. Wewe hata kusali usisali tena, wewe peponi moja kwa moja. Shetani katika vitabu nilivyovisoma vinavyofanana na kauli hizi za Dr. Mustafa Sibai ni kitabu cha Saidul Khatir, pia ni mfano wa kitabu hiki. Kuyakamata yale alikuwa anapita katika yale akayasajili, wanachuoni mkubwa mwingine. Na kitabu kingine mfano wa hiki ni Hikam al-Ataiyya. Kuna bwana mmoja kule akiitwa Ibn Ata'illah Sakandari, ana kitabu mfano wa hiyo, kizi zake ni Hikam. Katika hikam zake, maneno ya hikma, anasema Ibn Ata'illah anasema hivi: ma'siyatun awrathatka dhullan wa iftiqaran, ma'siyatun awrathatka dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathatka izza wa istikbara. Anasema kosa utakalolifanya, dhambi utakayoifanya ikarithisha dhambi ile kujidogosha, kudhalilika, mpaka ukarudi kwa Mungu kwa sababu ya dhambi ile, ni bora kuliko taa utakayoifanya, taa ile ikakurithisha jeuri na kiburi cha kujiona hakuna kama wewe, ukatakabari katika ulimwengu. Maneno ya hikma. Anasema dhambi anayoifanya mtu, natija ya dhambi ile mtu akalia, ya Rabbi, nimekosea hiki, nimefanya hiki, ilikuwaje? Akajuta, ikawa nuqtatu tahawulihi fi hayatihi kulliha, kubadilika kwake mtu yule kuwa mcha Mungu, kuwa mwema, sababu ni ile dhambi. Basi dhambi ile ni bora kuliko taa ya ambayo umemfanyia Mwenyezi Mungu. Baada ya taa sasa mimi katika watu ambao wakifa mimi fil janna moja kwa moja, mimi mtaniwezapi? Nasikia yuko mmoja alikuwa anaishi Maka miaka 10 anaswali pale msikitini, mpaka aliporudi kwao akasema, bwana twende tukasali. Wenzake kumwambia, sema nyinyi kasalini tu, mimi hata mkiswali sala ngapi hamnipati. Mimi nilipokuwa Maka pale sala moja kwa laki, swala moja kwa laki, miaka 10 nimekaa pale. Sasa nyinyi huku mpaka mswali sala ngapi mpaka mnifikie mimi? Laki, miaka 10 mimi nimeswali pale. Sasa nyinyi mtajikokota mpaka mtakufa, hamnifikii. Anasahau kwamba Ibilisi yupo na ibada zako wewe, hata uzifanye vipi, usiseme kwamba wewe ushapenya moja kwa moja. Sasa angalia ile ibada maskini kaifanya, lakini imempa kiburi. Na yule mwingine kama asi Mwenyezi Mungu, ikawa sababu ya kusikitika, ya Rab, nisamehe ya Rab, nimekukosea ya Rab, narudi kwako Mola wangu. Ikawa sababu ya yeye sasa hivi hakosi msikitini 5 salawat, ni mtu mwema. Kwa ukimuuliza sababu, mtakwambia bwana yule kiasi yeye alipata mtihani baada ya kufanya jambo fulani, lakini alirudi kwa Mola wake.
sababu ni ile dhambi aliyoifanya. Lakini utaona mtu yule bwana, mimi namfahamu mtu kwa kumuona, Mwenyezi Mungu amuongozee pamoja na sisi, alikuwa hana kazi yoyote, ni mtu lakini mcha Mungu, anatembea na shekhe hivi, kila anapokwenda shekhe pamoja naye, ukimuona unaona huyu ni mtu mwema kabisa, kila kitu unamuona ni mtu mwema kabisa. Lakini alikuja kubadilika alipopata kazi kidogo, kazi yenyewe ikawa ina hela, akapata na hela kidogo, wallahi sasa hivi ni mlevi, analewa, msikitini hayupo tena, hata kuswali haonekani kabisa, anawasema vibaya mashekhe, anawasema vibaya wanachuoni. Unashangaa ndo yule sasa yeye katoka katika kheri anakwenda katika shari. Sasa kuna watu wanatakiwa utoke katika shari uende katika kheri, yale mabaya ya kubadilishe uende katika, sio mazuri kwako uwe na takaburu, ujione kwamba we kabla hujafa uko peponi hapa na hakuna mtu atakushinda. Basi anasema la yakhda'annaka ash-shaytan, shetani asikuhadae. Kwa sababu gani? Fi wara'ika, katika uchamungu wako wewe unaweza ukafika pahala akasema qad yuzhiduka fi tafihi al-amri al-haqir wa yutmi'uka fi amrin 'adhimin khatir. Anakufanya mcha Mungu katika jambo wala halina uzito, lakini hapo hapo akakutia tamaa, ukenda ukafanya jambo kubwa hatari katika dini yako na maisha yako. Huyo ndo shetani. Lahu min adh-dhaka'i wal-'abqari yastati'u an yuzayyina libni adam su'a amalihi fayarahu hasana. Kazi yake anaweza akakupambia ibilisi ile mbaya wewe ukaona nzuri. Hajamaliza daktari, anasema tena kwa kumalizia hiyo, anasema hivi la yakhda'annaka ash-shaytanu fi ibadatik, tena asikuhadae shetani katika ibada zako. Qad yuhabbibu ilaika an-nawafil, shetani mara nyingine hukupendezesha ukawa hakuna kitu unachokipenda kama sunna, wa yuwaswisu ilaika fi tarki al-fara'id, lakini hapo hapo akaja akakutia wasiwasi ukaacha faradhi. Unafanya sunna, mtu wa sunna, lakini faradhi huku unaziacha, unaziponda, unazidharau. Sasa utakuwa na maana gani? Unasali qiyamul layl, tahajjud, mpaka wewe rakaa 100 unazikaribia kuzifika, alafu unaenda kulala, adhana ya alfajiri unaanza Allahu akbar, Allahu akbar, unavuta bedsheet yako unasema as-salatu khairun min an-nawm, unasema an-nawmu khairun min as-salah, mesha sali sunna rakaa 100 hizo. Lazima ukasali faradhi. Kama huwezi kati ya faradhi na sunna, basi faradhi ni muhimu. Fanya jambo lililofaradhishwa na Allah, kwa sababu hili ni lazima, mengine ya kujipendekeza. Sasa shetani katika ujanja wake mara nyingine yuhabbibu ilaika an-nawafil, anakupendezesha mambo yale ya sunna, unakuwa nambari 1 kabisa. Lakini ukija katika mambo ya lazima, basi yuwaswisu ilaika fi tarkiha, unayaacha, unayapiga teke, hayana thamani, utakuwa hujafanya kitu chochote ndugu yangu. Hivi ndivyo ibilisi alivyokuwa na uwezo ambao wa kuja kutufitinisha sisi katika hii dunia. Zamani walimu wetu walikuwa kitutolea visa tulipokuwa madrasa. Hivi visa mara nyingine ni habari ambazo sadiki ukipenda, wanasema kwa Kiswahili. Usiulize alipokea nani wala nani. Sadiki ukipenda iache. Kwa tunapata masongo sababu ni watoto, tunamjua ibilisi. Anasema ibilisi siku moja alimpata mtu anasali, akaenda yule bwana katika sala yake mpaka karibu yuko katika sijida, pembeni mwa nyumba alikuwa anasali kulikuwa kuna ukuta, ule ukuta mbovu ukaanza kuinama kutaka kumwangukia juu ya kichwa chake. Ibilisi akaenda akauzuia ule ukuta usije ukamua mja mwema yule. Bwana ametulia, asalamu alaykum wa rahmatullah, kutoa salamu, anamuona mtu ameshikilia ukuta. Alhamdulillah, man anta yarhamukallah. Asa ana iblis, ni ibilisi.
Iblisi, ulianza lini wewe kuwasaidia wanaoswali? Asema mimi sio kwamba nakupenda sana, wewe angalia huko katika sala alafu ufe katika sijida, mimi nitakuwa nipata hasara kiasi gani? Bora maliza kuswali alafu uondoke, siku yoyote tunaweza tukapatana huko nikakupoteza, lakini leo usife kwenye sijida, hii hasara kwangu mimi. Sasa mtu anakufa shahidi, anaangukiwa na ukuta, yuko katika sujud. Wangapi umeyasikia amekufa katika sijida? Wachache. Kuna watu hasa wanaomba Allahumma amitni sajidan, ya Rabbi nichukue roho yangu nikiwa nimesujudu, kwa sababu Mtume anasema yub'athu an-nasu yawma al-qiyamati ala ma matu alayhi, Mungu atawafufua watu siku ya kiyama kwa kitendo walichoondokea duniani. Vijana, ukiondoka katika dunia mlevi, ukalewa huko, ukapigwa na gari, ukaanguka umelewa, unanuka ulevi, utafufuliwa siku ya kiyama mlevi, unanuka mvinyo na pombe. Ukifa msikitini, utafufuliwa msikitini. Ukifa hija, unapiga labbaik Allahumma labbaik, tub'athu yawma al-qiyamati mulabbiyan, utafufuliwa unasema labbaik Allahumma labbaik. Ukifa katika sijida, utafufuliwa sajidan yawma al-qiyama. Ukifa juu ya vifua vya wanawake malaya, utafufuliwa juu ya vifua vyao siku ya kiyama. Angalia vizuri pahala unapokwenda, na angalia vizuri hatima yako itamalizika katika jambo gani. Ya Rabbi tupe husnul khatima ya Rabbi. Anasema asikudanganye shetani katika dini yako, katika uchamungu wako, maana usione kwamba maadamu wewe unasali ushamshinda shetani. Hata ile ibada wakati mwingine shetani anaweza kukuencourage, bwana nenda, lakini anajua kuna mambo mawili, moja ni kubwa zaidi, mengine ni kubwa kidogo. Basi shetani kwa ujanja wake anaweza akakwambia hili hapa ndo fanya wewe, ukaona shetani haamrishi watu kufanya mema, kumbe ni speed ya shetani ambayo anakutuma kwenda kufanya vile. Sasa shetani hata mambo mawili anakuchaguza, na anakuangalia lile ambalo umuhimu wake ni mdogo ndio unafanya, kwa sababu ni vitimbi vyake na kazi yake na uhodari wake. Jamani, mtu akifanya kazi katika kiwanda miaka 5 tu ana experience, miaka 10 je ana experience. Ibilisi tokea umbwe mpaka leo kazi ya kupoteza watu hana experience huyo. Experience kubwa, kama alikuwa haijui kazi sasa hivi amekuwa profesa, anajua wapi karata ipi ni pahala gani nimkamate mtu huyu nimchukue. Kwa hiyo hata ndani ya ibada anaweza akakuonyesha yeye njia za kufanya, lakini anajua ukienda hapa atakukamata.